mtu amejichanganya kivi yake. Hadi sijui hizo umbwa walikuwa wamezitrain aje, madogi dogs. Ulikuwa unalala na umbwa? Tulienda kuenda ikakuwa tumeingia si mademo matatu, ni bungalow tu kimansion. Watu mtu ako na mansion yake na kapeke yake, akona tu gari, akatubeba mademo tatu. Alijua alitoka akisema anataka kadrisa. Sisi tumeenda naye, tukaingia tukafika. Ingia sisi tukapata kuna mabeste zake wako Jaba hapo, sijui wamena Mochoa. Ni mtu ako na do, sawa? Kuingia tukasalimiana, wakatuambia tumochoe. Tukamwambia it's okay. Juu yeye kulingana vile tutoa huko ndani, alituambia anataka threesome na ako peke yake. Kufika tukapata watu ni wengi, maumbwa ziko tu bado huko. Sio, unajua tu bungalow plot yenye mtu anaishi peke yake. Karibu tena mtazamaji wangu na kukaribisha katika channel ya Eunice Nyambura N. Leo tuko na mrembo ambaye ametutembelea na tunataka tukamjue, tukasikie historia yake, tukasikie hadithi yake. Anasema ya kwamba akona mengi sana ya kutuambia, na ndiposa tumefika mahali hapa, ametutafuta na tumefika tukaweze kumsikiza. Na mrembo mwenyewe mtamuona apendeza kweli kweli. Atuambie majina yake na akatuelezee yaliyomfanya atutafute. Dada yangu, karibu sana. Mimi naitwa Lau. Mimi nimetoka tu ghetto Dando. Na mimi nasema tu story yangu nikiwa toi, kenye nilifanya nikaacha chuo, kenye nilifanya nikaingia kwa drugs, kenye nilifanya nikaingia kwa group mbaya, kenye nilifanya nikafika hadi nikafika mahali sasa hivi niko. So mimi nazamba tu mimi niliachanga chuo nikiwa class 6 hapo. Wacha nikuulize kwanza Lau, haya mambo yote ulianza ukiwa na umri upi? Mimi nilianza nikiwa na kitu 15 years, 14. So mimi niko na single mother, nimetulea peke yake. Siku tu tuko wanne. So unapata mkorangu na do kazi ya salon by the way. Na mimi ndio nikuja niache chuo. Ni zile tu shughuli za home. Mkoro kukosa do, mkoro kukosa namna yani. Unapata anashindwa kutushughulikia tu sisi wote. Na sikupenda kwake, ni vile maisha iko. So unapata masaa ingine na struggle kutafutia ndio mweze kukula. Masaa ingine unapata anadu hadi anafulia wase ndio watafutie yenye kukula. So mimi mkoro alishinda nilipia school fees. Mimi nikaacha chuo. Nikajiambia tu sikupenda kwake, nijua amekosa. So mimi nikakubali. Hatuwezi mforce afanye Kenya yeye, si kweli? So mimi mkoro wangu kukosa yangu kaniambia nikae home. Kukaa home hapo ndio mimi niliacha chuo. Ndio alikuja na akakosa. Ikabidi ashughulikie mabro zangu wadogo. So unapata masaa ingine unapata tunalala hivyo. Anaamka tu hivyo na anything. Pia tu atapatia hiyo kidogo ndio tutakula ama ndio tutajisaidia nayo. Sasa kuja ikafika masiku niko na chance ya mkoro kufua. Kwa kuna mtu ana debe za kufua. Mimi nikasema mimi naweza wafulia. Hadi kani hiyo 300 200 hiyo ni do at least. Tunaweza shughulikia mandugu zangu wadogo. So unapata niliendelea tu hivyo. Nikaendelea hivyo hadi mimi mwenyewe nikajua kuhustle bado ni nini. Nikakuja nikaingia kwa game mbaya. Nashinda tu ni drugs tu 24/7. Hakuna kitu tunajisaidia kukaa tu base. But nilikujanga nikakaa chini nikajiambia acha niende nitafute kama ni kazi ya hoteli.
nikaenda nikatafuta kwa kazi kwa hoteli, nikaambiwa ndapata, nalipo kila siku 300 hapa Raunda. Nikasema at least hiyo nikalipo 300 niko sawa, juu sikosi, siwezi kaa hivyo. So kapata nafanya hivyo. Jioni ikifika na kama tunagawana na mkoro nusu nusu, napata hapo ya fare na ya fare kando na yenye mkoro watakula. Sasa lao kwanza hapo umetuambia kwamba uliingiza katika geni mbaya. Ni geni gani hii ambao ulijiingiza? Geni tu ya wasichana ya drugs. Maboi tu wenye wamezoea robari hivyo, kusnatch morife hivyo. So napata nilikuwa najipata tu kwa mangori bado nao. Boy anaenda na snatch uko anamaliza, anakuja anakaa na wewe. Akikaa na wewe unapata labda mtu amewaona na mwenye labda walikuwa wameibia wanamjua. Unaona mtu anasemaje, nilimuona na msichana fulani. Tena kuna panguza ngori. Sawa? Pia unajipata tu kwa shida. Niko na badala hiyo yote kujipatanga kwa mangori kila saa. Mimi niliona tu acha tu nitafute mboka tu yenye itanisaidia. Sasa lao nikuulize, ulikuwa unatumia dawa kama zipi? Sisi tulikuwa tunatumianga Brazil. Sawa? Brazil ni gani? Zile dawa za kulevya. Napata unatumia bangi. Unatumia yani hizi mafuta za ndege juu au na otherwise. Sawa? Mkoro amekushukishia bado masaa ingine. Maana utoroke uende uishi nje. Shinangi humu umeteteshwa. Mkoro analia upendi shule na shati kuna vile kuna do. Pia yeye ana. Nikuhustle pia yeye ana hustle. Sasa unaona bado mimi ni mtoi denge. Mkoro wafurahi bado tukikaa nje, sawa? Unasikia udu lakini sasa wana otherwise. But kenye tu mimi nilisema hizo masiku nilikuwa najiambia afadhali kukaa nje kushinda kana mkoro na shinda amekupea stress masaa ingine. Masaa ingine unasikia ndo sijui umefanya nini. Lakini masaa ingine bado ni nzuri, juu bado tu mama ni mama yako tu, bado ufanye nini. So unapata mimi nilikuja nikapata na beste yangu akaniunganisha na mboka fulani. Akaniambia lau badala ukae hivyo kama nikuunganisha na mboka yangu. Mimi nikamwambia iko sawa. Mboka gani? Akaniambia tena nikupeleke uone. Haya, kabla hujaintroduce kwa mboka, kuna hapa umesema ya kwamba mlikuwa na vijana fulani mlikuwa mnafanya kazi ya crime na hawa. Ni crime zipi mlikuwa mnafanya? Ulikuwa unapata masaa ingine tunaenda nao kama bukla. Mama singine tunatembea. Unaona BMC hapo. Masaa ingine tuko nao. Unapata unaona mtu na simu wanaendea, wanamtolea visu, wanamtolea nini. But niliona vile kila mtu anakufa mmoja mmoja. Tumepoteza baadhi watu kadhaa. So unapata niliona kushinda hiyo maisha kuliko hiyo maisha. Retu nike hivyo. Nikijiazolia nikijua ni nini amana naweza fanya. So mimi nilijipelekanga tukaenda na dem akaniintroduce, akaniambia tuende mboka fulani na fulani. Kabla tujafika hapo, au wenye ulikuwa unatembea nao vijana walikuwa wanabeba visu, walikuwa naua? Wako wanaua, but walikuwa tu wanatolea mtu wanamnyang'anya, but walikujanga wote wakaenda wakauawa. Wenye mimi nilikuwa najua hiyo kwa hiyo jeshi walienda na watu wakareform wakakufa. Sawa, wengine walikufa, wengine walireform. So napata ilikuja tu ikaisha, kila mtu sasa akakuwa mkubwa. Na wewe hakuna mahali ushikwa ulikamatwa? Hapana, lakini ulikuwa unapata masaa wanakimbizwa. Kuna masaa ulikuwa unatembea unapatana na masanse. Sawa? Kipita na masanse wanatutua rashisiwa sisi wote. Unajua tu hadi askari akipatana na wewe. Na amepatana na wewe na mwizi, anakwambia ngaje, mwizi anatembea na mwizi. Sawa? Sasa wewe ni mwizi, tembea na mwizi ni mwizi. Tembea na askari wewe ni askari. Sasa unapata tu masaa ingine. Kila saa tu ni mbio morifi.
kila mahali, kila kona. But niko na hiyo vako idai. Mimi niko na tota nijifanyia tu mboka yangu safi. Nijitafutie tu. Sawa? Nijue maisha yangu na nijue kutafutia watu wetu. So mimi niliona kuliko mkoro hangaike na niko area. Mimi niliambia best yangu nitafutie kazi. Amekutafutia after best yako kutafutia mboka, unasema inaitwa mboka. Na inaitwa mboka. After kukutafutia mboka alikutafutia mboka aina gani? So mimi vile aliniambia ako na mboka, mimi sikujua ni gani, akaniambia wewe twende nikuonyeshe. Mimi kwa naye akanipeleka Kitengela. So kunipeleka Kitengela, nikamuuliza ni kazi gani, akaniambia wewe kuja nikuonyeshe. So tulienda kwa bukla fulani huko Kite, tukaingia, akaniambia upi, huko ndo tunataka kufanyika, huko ndo tunataka kufanya kazi. Nikamwambia huko ndo kazi ni gani, waiter nini? Akaniambia hapana, kuja nikuonyeshe vile watu wanafanya. Sasa sisi yeye alitupeleka, tukaingia, tukaenda akatuambia twende tuongee na manager sijui mgani. Tukaingia na manager wetu, tukabonga 1 2 3, akaniambia kazi nafanya, vile huko watu wanavaa, vile kila kitu, vile kazi inaenda. Mimi nikamwambia iko sawa. So kuingia, tukaambiwa twende kwa room tubadilishe. Sisi tukaenda tukabadilisha, tukavaa zile costume za mademu za kazi. Tukateremshwa chini hapo kwa pool. Nikakalishwa chini, nikaambiwa niangalie hiyo siku ya kwanza. Nikaambiwa niangalie vile watu wanadu. Mimi nikakaa chini, niko na shirts watu wanafanya. Niko na kuna mastripa, kuna madancers, kuna yani kazi ni mingi hapo, sawa? So mimi nikakaa nikaangalia. Nikajiambia sasa ni mimi naweza fanya gani? Mimi nikajiambia tu mimi naweza dance. Kujiambia naweza dance, nikakuja nikaitwa masaa ya saa 6 huko. Nikamwonele ni dance. Kuna kudance hapo ndo nilijing'ora. Nikaanza tu kudance hiyo siku ya kwanza. Nikakujanga nikaitwa na customer mmoja. Akaniambia nimembamba twende hivi. So tukakaa kwa meza tukabonga. Akanibaya mzinga mmoja Viceroy. So tukaanza kubonga tu, naye akaniambia ananilipa pesa fulani na fulani. But hiyo kazi ukienda shati mimi nilienda nikijua ni kazi ya maana. But as long as nilikuwa nimefika huko, nikasema siwezi rudi. As long as nimefika. Kazi sika mtu achaguangi kazi. Chagua jembe si mkulima. Nikasema mimi nafanya. Ni bora niko na do. Hiyo masomo mtu kuniita akaniambia nakupea bopine. Sawa? Zawine, twende na wewe. Mimi nikamwambia zawine twende. Mimi niliona hiyo ni pesa mingi. Kushinda vile nuka home na naka na hiyo pesa. Home naweza kaa niko bila pesa. Naweza kuwa tu na 50 ama 100. Lakini mimi nilisikia zawine mimi nikaenda. Kuenda kanipeleka kwa room. Akaniambia nataka kuspend na mimi. Nikamwambia unataka kuspend na mimi aje? Akaniambia 2 hours tu unifurahishe. Mimi nikamwambia kiaje sasa? Akaniambia acha kujifanya ujui kazi. Nikamwambia mimi ni mgeni huko hadi mimi sijui hizo mboka. Akaniambia mimi nadai unifurahishe tudoze na wewe. Na nakupea zawine. Mimi nikamwambia basi ni sawa. Akanipea, tukamaliza 2 hours, tukaenda. Nikafanya tu hapo tena mboka. Nikapata mjae mwingine wa 3, singekataa. Sawa? Hadi kama ni kidogo, mimi nashukuru Mungu juu at least iko sawa. Yaani pesa mingi sana nikipea mamangu alipe rent, nikisaidia mtoto wangu hapo. Mimi bedhemi niko na mtoto wa sasa amefikisha mwaka. Ulipata mtoto pia miaka mingapi? Mimi nilipata mtoto nikiwa na 18 years. That was last year but one. Last year. So nikajiambia juu ya mtoto wangu acha tu nifanyie kazi. At least unapata hapo mtoto akosi. Mkoro wako sikulipa rent. Sawa? Mkoro bado hapo akosi yake chakula. Akosi ya kubaya mtoto wangu nguo zenye mimi
zenye mimi niko kazi. So unapata mimi nikajiambia juu siku nimeshika do poa, tumianga mamangu hiyo dhao ine, kutumia hiyo mamangu hiyo dhao ine, at least akaniambia asante uradi. Tena uzuri nilipewa dhao ine na bado kazi ikaendelea. Sawa, juu tulikuwa tunaenda huko na kakaa 1 month, kikaa mwezi moja unatoka unaenda kwako, na ukikaa moja, kikaa wiki moja unarudi tena kazi. So ukapata nikafanya hiyo job, nasukumia mkoro wangu nye namsukumia, ingine na save. Hiyo kusave mimi nikajikombolea nyumba yangu, kujikombolea keja yangu, juu mtu wangu mimi alirukanga. Sawa, alikujanga akakufa, nikamwacha, nikasema badala kukaa na wanaume rikae, sitaki wanaume mimi. Kwa nini hutaki wanaume? Mimi wanaume wamenishinda. Sawa, wanaume ni wale tu wanakupea mimi, wanakuacha na mtoto ukihangaika. So mimi kulingana na vile mimi nimesafa na hii maisha, mimi siwezi dai mwanaume kwa life yangu. Sawa, mimi naweza dai tu kujisimamia, nijishughulikie vile najishughulikia hadi wa leo. Sasa umepelekwa Kite, umeanza kazi. Nikaanza job, niko na hiyo kazi imenipea do fine siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Wanaenda hivyo, mimi niko na hiyo kazi bezi iko fine. At least nikajilipia nyumba, nikabaibai tu vitu twa nyumba. Naweza enda sasa home, nachukua mtoi wangu, naenda na shinda na yeye. Nakaa na hizo siku 2, 3, 4, namrudisha kwa mkoro, mimi narudi job. But sometimes nilikuwa dinakaa. Sawa, juu kuna masaa kazi haiko poa. Unapata kazi iko chini, unashindwa sasa utaduaje. Sasa hawezi enda home bila do inafaa, hawezi enda home tena ukae, rent iko hapo, shopping. Nikifika home nachukua mtoi naenda naye kwangu. So unapata lazima putoka ukiwa na do. Sasa hiyo ni kazi hiyo ya kujiuza. Hiyo ni kazi hiyo yetu. So unapata, but hiyo job iko na challenges small. Sawa, sisi bado ni furaha kuifanya, si furaha, iko na challenges by the way. Unaweza pata mtu anataka kwenda na wewe, mtu ameenda na wewe amekutoa choma. Choma ni nini? Choma ni umeenda umekaa naye, umedozi naye, but ikifika anajifanya kwa mavitu, anatoroka na anaenda. Na saa hizo umeacha kazi karibu ya 5 kuendelea. So unapata mtu amekuchukua ameenda naye kwa room, wengine hadi wanakugeuzianga. Sawa, wanakupiga, na hiyo ni kazi. Sawa, kazi huwezi enda uripoti atuseme sijui nilikuwa kazi fulani. Hiyo kazi ifangi. Sawa, juu ukiripoti yani kupenda kwako. Sawa, mbona ulitaka kwenda huko. So anything yenye nakufanikia unamezea tu mate. Sawa, kitu yote tu itakufanyikia huko ni shughuli yako, juu ndo ulitaka kwenda huko, juu ndo ulitaka kwenda huko, na kuna mtu hajakwambia uache kazi. Sawa, inalingana na vile wewe unataka. So mi nishaipa, yani unapata msee anakuchukua anakupeleka kwake, anakuonyesha vitu weird. Si kila mtu ni mzuri. Vitu gani weird? Sawa, kama unaenda na msee si dem mmoja ama 2, unapata mtu ameenda na wewe, mkifika kwa keja anadozi na wewe the whole night. Sawa, ameenda amekulipia huko kazi, anasema anataka aje uende naye kwake. Sawa, unatoka unaenda naye kwake, mspend naye the whole night. Unajua sasa watu kama sisi tunapenda wababa, watu wako na gari kubwa mavitu manini, watu wanatoboka. Sawa, so unaenda na mbabas, aenda na kudanganya anataka kuspend naye the whole night. Unaenda unakaa naye, asubuhi ikifika anakufukuza mapema. Unapata mtu anakupeleka farawe, anaenda nakaa naye siku mzima, anakupea pesa ya udu. Mmetoka kazi mmeagana, tukienda naye unanipea pesa ngapi? za 10 ama za 5. Lakini tukifika huko, tukishatoka nje ya bar, umeenda na mimi, anakupea pesa ngapi? za 2 ama 15. Sawa,
na ni siku mzima. Hiyo siku mzima ningekuwa kazi, ningekuwa na dosi poa sana kushinda yenye amenipea. Unapata tu yani unadhulumiwa, kuna watu wanakudhulumu bado, kuna vita. Yani mambo ni mobio kazi, sawa? But mipo na unaweza sema imetusaidia kama madem. Madem kadhaa wamesaidika kwa hiyo kazi. Sawa? Na sikupenda kwao. Ni vile maisha iko. Hadi si unaelewa, hakuna kazi. Sawa? Mtu kaa dem kaa sisi tukikosa kazi, hakuna kazi nyingine tunaweza fanya. Ni hiyo tu. Kwani jiuze. Ukipata 500, ukipata 300, ukipata 200, ukipata hiyo zao, bali ilipe rent. Sawa? Mtoto akule. Wewe ukule, mama yako huko ako sawa. Sawa? Watoto wenyu wako poa, unaona yani? Kwetu kuna shida imepungua, sawa? So unapata mimi nilikuwa najituma. Sawa? Hadi kama mimi ndo mdogo kwetu nilikuwa najituma. Najiambia aje? Mimi ni mdogo, mimi ndo nilipata hadi bado mtoto bado nikiwa mdogo. Sawa? Na kuna mtu alinituma hapo. So niling'ang'ana huko, ndo niling'ang'ana wapi hadi kwa kutafutia huyo mtoto asihangaike ama asiteseke. So unapata mimi nilikujanga tukakadi na mabeste zangu, wengine hadi bado wako huko. Na sio baa moja. Basi wengine unapata mmepigana kwa baa, umefukuzwa. Umeambiwa ndio ukae mwezi. Hiyo mwezi unashindwa utatoa wapi pesa? Mnapigania nini? Si unajua tu huko utapigania wanaume. Basi wengine labda mtu ako mlevi kivi yake. Akuja tu kwanza uchokozi. Mtu ana huko na mtu mwenye alikuwa naye jana. Anakuja anaanza kufuruga, hiyo ni wangu. Sijui nini, sijui mali tulitoana na yeye. Sijui unafukuzwa. Juu tena si unajua kwa kazi bado wazijifanya mnyonge. Kujifanya mnyonge utakaliwa. Sasa mimi nilikuwa mjinga, mimi nilikuwa na wagonga. Sawa? Mimi sikuwa napatukisha mtu, mimi nilikuwa nawapiga kuwapiga. Mtaki nilete ujinga na mpiga na kwa suspect. Naambiwa niende home. Nikienda home, naambiwa nikae wiki moja. Wiki moja narudi nimesota tena. Sina nafanya kazi, nachokozwa siku za kwanza na nyamaza. Sawa? But ilikuja ikafika masaa time niko naangalia kazi hadi kama najichokesha. Mungu tu anisaidie nijitoe kwa hii kazi. Sawa? Nipate tu kazi ya maana. Kazi najua nikikaa hivi. Nakaa tu wenye nikijua hapa ni kazi yangu, pesa yangu inatoka hapa. Pesa chakula, pesa ya rent. Yani design unakaa chini ndio inakaa. Sawa? Ujihasara tu sijui mwili yako nini. Unajishughulikia tu upande yako. Sawa? Na sasa vile unafanya haya mambo yote, hauogopi magonjwa? Hauogopi magonjwa? Kuna protection. Sawa? So unapata sisi watu kama dem tunakuwa na group ya wasichana. Mnaenda, kuna watu wanakuja wanawafundisha, anawapea dawa, mnaenda mnapimwa. Unaenda unapimwa kila mwisho wa mwezi. Unaenda unapimwa kuko sawa. Unapewa dawa ya kujikinga, unaambiwa utumie kitu fulani na fulani. For in case unajua wanaume ni wale tu. Sawa? Unaweza na mwanaume kwa nyumba. Amekudanganya unataka kutumia CD. But yeye hataki, wanakuforce muingie roho. Sawa? Unamwambia uweze juu, umjui vizuri. Lakini atakataa. Sawa? Ndio maana unaonanga tunaendanga, tunafundishwa, tunapewa dawa, tunameza. Ndio hadi mwanaume kikanikana anakuharas, hataki utumie CD, unameza dawa, protection. Kuna protection mademu huko wamepewa na kujisaidia. Kwa hivyo wababa ndio wanakuanga na pesa sana. Hatutasema ni yao lakini tunawajua. Unajua kuna vile ukisimama hivi uangalie yule msee pale, utasema ile kuna kichele. Mtu akikuja kusimamisha pale gari, utasema kuna dosi, kuna do. Mtu akikuja kusimamisha pale nduthi, wewe utasema huyu ni wa 500, 300. Lakini mtu akikuja nisimamishie pale kauba maka V8, najua huyu wa dhao 200 kuendelea.
So unapata kila mtu tu ako sawa. Ukifanya hiyo kazi ya kunanga kuchagua, bora do. Sawa? Haya sasa, kuna hapa mambo umesema ya Mapangale. Mapangale, hebu tupatie stori za Mapangale. Stori za Mapangale ni zile enzi sasa hapo nilikuwa nimeanza umauru. Sawa? Umuru yangu ikakaa, nikaanza kutembea na maboy. Yaani maboy wanahus. Wengine wasiweza tu vijana kukatana. Unasikia usiku mtu alikatwa. Sijui mara unasikia mtu alifanywa nini akatupiwa huko. Yaani Mapangale tu ni zile sasa kwambiaje. Maboy walikuwa wanaenda mboka kwa wamejipenda. Sawa? Mtu akikushika hivi anakutolea nini? Mengo. Mengo ni nini? Mengo ni kisu. Hizo ndo Mapangale. Wanakuchinja na kuchinja. Lakini walikujanga wakareform, wakakufa wengine. Sisi tukareform, tukaona sisi tufanye kazi zetu kama mademu. Na kuanzia tu hapo ndo mimi nilijisaidia hadi sasa hivi mali niko. Sasa katika hiyo kazi ya kufanya unaitwaje, ukahaba, acha tuseme ni ukahaba. Hiyo kazi ya kufanya ukahaba ni mambo yapi? Yaani una regret ulipatana nayo huko? Mambo ni mengi. Sawa? Design. Kuregret utaregret. Lakini ndio ukiregret utadu nini? Unatafutia unajua nini unatafuta. Unajua mdemana mtoi, lazima jituma hivyo sana. Lakini mtu kama mimi mwenyewe niko na mtoi, mimi najituma. Hadi nini nifanyikie, mabaya yote gani nifanyikie. Mimi najituma. Sawa? Na sasa hapa kuna hii sasa unasema ya kwamba kuna yenye umesema ya kwamba hii kazi wakati ulianza ndio ukaweza kusaidia wazazi wako. Unaona ni kama wazazi wako walisaidika na njia yoyote? Hadi kawa kusaidika, at least pande yangu niliweza kujisaidia. Kidesign at least nilitoka kwa mom, nikaweza kujilelea mtoto. Unapata mkoro sasa hangaiki sana. Juu nikienda kazi na mtu mwenye niko nayo. Mkoro alijua ile kazi ulikuwa ukifanya? Hapana. Hajaijua hata sasa. So mimi nilikuwa nadanganya mama yangu. Tunaenda kazi ya usiku ya kuuza, mimi ndo waiter nini. So mkoro wangu akaniambianga anataka kuja kuniona baya yenye nafanya. Nikamwambia mimi nafanya kitengela but one day watu mtakupeleka. Na sijaimpeleka hadi wa leo. Nisije takafaone kazi nafanya. So yeye anajua mimi wa kuuza. Yeye anajua tu mimi ni waiter wa kuuza hizo mapombe manini kuserve hizo vitu. But mimi najijua kivyangu. Sawa? Kwa hivyo hata sasa bado unaendelea na hiyo kazi? Nimekawia kuenda like 2 weeks. 2 weeks. Juzi tu. Majuzi tu. Si 2 weeks hadi kitu 3 weeks hapo. Pesa mingi zenye uko unapata per night ni pesa ngapi? Per night. Mimi baadaye ningeamka asubuhi ningejipata na 6, kitu 5. Masingine kazi imegaza, mwisho unapata 3, kazi imegaza sana. Kazi iko mingi utakosa bob 5 yako, kazi iko mingi. Lakini kazi iko kidogo, 3, 2, unaridhika tu bado. Ni wewe ulipenda hayo maisha ama ni shida zilikupush? Ni shida ndio zilinipush hapo. Juu mimi ingekuwa si shida, mimi singeenda, mimi ningemaliza hadi shule. Na hadi mamangu mwenyewe angekubali nipitie hiyo maisha. Sawa? Ati namtafutia nampea badala yeye anitafutia nipe. Mimi ndo namtafutia na sasa anafurahianga. Afurahiangi but mimi pande yangu nasema iko sawa. Najishughuli. Yaani tu mimi bora tu watu wetu nisione kwa hiyo dimanga. Hiyo design. Na sasa kwa sasa bado unataka kurudi katika ile kazi ama unataka kureform? Mimi nilisema nataka tu kujianzisha kazi ya kuuza tu mayai. Yaani nize vitu kama bajia, nifungue kitu kama Crocs. Yaani nikipata tu do nijianzishe tu kazi yangu yenye najua sichokei. Na dika nachokea ni vitu zangu yenye najua.
Usiku ikifika ndo na mtoi, ndo na mokoro, na bado si ati ni kazi yenye ndadhulumiwa ama ni kazi ya by force. Ni kazi najua nakaa chini najifanyia, nikishajifanyia usiku napata pesa yangu na nakula na nalala. Na sasa mtoto anaishi na nani sasa? Mtoto sasa ako na mimi. Wewe ndio uko na mtoto wako? But nikiwa Mboka alikuwa na mokoro. Wow. Na sasa ushawahi kutana na hawa wa baba, maybe mtu akakudhreaten, mtu akakufanyia? Wako by the way, wako. Unapata mshana na mwingine tumeenda tukiwa mademo 3 tukaenda nao, ikakuwa tumeenda na Mwalalo, ilikuwa Muria, tumeenda naye kwake, kwenda kwake, kumbe wako na mabeste zake ama sijui ni mabrother zake, ushia na sex ya umbwa. Sawa, mtana kufanyisha sex ya umbwa by force. Sawa, sex ya umbwa ni ipi? Mi nashindwa labda ni magoya ama sijui ni manene. Unajua kuna watu wamejichanganya bidhe, ujuangi. Mtu amejichanganya kizi yake. Medi sijui hizo umbwa walikuwa wamezitrain aje dogs. Ulikuwa unalala na umbwa? Tulienda. Kuenda ikakuwa tumeingia si mademo 3. Ni bungalow tu. Kimansion. Watu mtu wako na mansion yake na kapeki yake, kuna tu gari. Akatubeba mademo 3. Alijua alitoka akisema nataka kadrisa. Sisi tumeenda naye, tukaingia tukafika. Ingia sisi tukapata kuna mabeste zake wako jaba hapo, sijui wamenamochoa. Ni mtu wako na do. Sawa? Kuingia tukasalimiana, wakatuambia tumochoe. Tukamwambia it's okay. Juu yeye kulingana vile tuto huko ndani, alituambia anataka dresa mnako peke yake. Kufika tukapata watu ni wengi, maumbwa ziko tu bado huko. Unajua tu bungalow plot yenye mtu anaishi peke yake vile kuna kuwa. Maumbwa hizo majamaa shepherd, machiwawa. Sasa huko ni wapi kwanza? Tulikuwa huko Joska. So kuingia sisi tukashindwa na kwani huku kuna watu wengi aje? Kuingia tunapata tu watu wako zao. Basi tulikuwa zetu tukashindwa kwa ni rada. Kuingia hivi tukaambiwa tumochoe, tukae chini tukunywe drinks, tukakaa chini tukakunywa, tukapika, tukakula. Kafika masaa ya jioni ya kulala. Sikwenda kulala, tukaambiwa kila mtu hapa anataka kufanya nini? Kila mtu anadai kula. Sisi tukashindwa, kila mtu ndio ulisema ni wewe peke yako. Akasema hapana, nitulieni. Kutulia sisi tuliletewa maumbwa, sawa? Maumbwa zimekuja. Maumbwa za kutulambalamba, tukafosiwa tufanye sex na umbwa. Sawa? Na wanatuforce. Hujawezi toka. Geti imekuwa waya mesh zile za stima. Ni mtu tu wako kwa kabunga leo imefungwa na kifuli hadi gate. So unashindwa utatokaje huko na watu ni wengi. So ukapata wakatuforce kwa madogi. Tukaanza ku have sex na madogs, kutulambalamba nini. Hizo vitu, sawa? Sisi tukamuuliza kwani kurada. Akatuambia ni tulieni, sawa? Ni mtulie. Sisi tukamwambia guy, kwani umetuleta huku tubonde tena? Akatuambia tutulie, tufanye vile wanataka. Sisi tukashinda kwani rada. Akatuambia tutoe nguo. Tukakataa, wakaanza kutugonga. Kutupiga sisi tukuuliza sama tupigia nini? Na huyu ndo ametuleta. Mwenye kutuleta tunamuita na tugeuzia dia anasemaje? Fanyeni kwenye mnataka, sawa? Yaani usiona mtu anawageuzia. Tukashindwa guys, sasa tutafanya aje? Tuka maintain, tukakaa nao. Kukaa nao, tukaambiwa tutoe nguo. Tukatoa nguo. Wote wakatuingia. Sawa? Asubuhi kufika, wakatutoa nje uchi. Wakatuambia twende zetu. Hajatupea hadi nguo. Sisi tukatoka juu ilikuwa tutoa kitu 5 hapo. Tukashindwa sasa tutaanzia wapi? Tutamalizia wapi? Tulitoka tu hivyo na tukaambia Mungu atulinde. Walituko. Wakatutoa na sweta peke yake. Hizo sweta ndio kila mtu alienda amejifunika. Mtu amejifunika na bra yake. Sawa? Hiyo masaa tukajiambia twendeni wapi? Twendeni Joska Town. Tukifika town tutakosa nini? Tutakosa soko imefunguliwa. Sawa? Tukaenda town,
tukabai kila mtu nguo yake tukavaa, tukawa explain hadi ya watu wakatuliza kwa ni rada. Sisi tukawa explain vile huku nje watu wa vile tumefanywa. Wakatuambia simwache hizi kazi, tukamwambia tutachaje na ndio kazi yetu. Ndio mboka yetu ndio tunajilisha, ndio tunajitafutia. Sawa. So tukaenda tukiwa hivyo, hatukuendanga kila mtu kazi. Kila mtu alienda home. Kwenda home, au mabeste zangu wakaacha kazi. Ya siku wa kurudi. Mimi nikarudi nikaambia manager yetu vile kuli happen. Akaniambia mimi nikiona ni ngumu niache kama ni ngumu. Na nikiona bado nitaendelea niendelee. Hapo ndo nilikuja nikachoka nao. Mimi nikaachana tu nao. Nikasema siwezi dhulumiwa hivi. Na watu. Sana kama mtu anakufanyia hivyo, anakutoa nje uchi, next ukipatana na mwingine si atakuwa na kutupe. Mimi nikasema sitangoja. Acha tu niache nikae home. Nene kama napata ile kidogo, mtu unajua unachokanga. Unakujangu unachoka. Unafanya kazi unachoka. Hadi kile ilikuwa inakupea do. Na chama cha pesa ikae. Acha nikae hivyo basi. So mimi kwa sai najikalisha tu, nilirudi kwa Mukoro, at least naenda kwa Mukoro na kula. Nikisha kula naenda nalala. Wow. Lau. Yaani umepitia hayo yote? Dini kidogo. Ningekuwa na mingi ningekuambia ni vile. Si uniambie hiyo mingi unataka kuniambia ni ipi? Si uniambie. Ni mingi but ningeamua kuexplain tutamaliza. But part 2 lazima nikwambie nyingine. Kwa hivyo kuna part 2 yake? Kuna part 2 na ni refu sana. Kwa hivyo sasa unaishi kwa Mukuru? Mimi nakaa tu kwangu bado. Unaendanga kukula ile kwa Mukuru? Ile tu naenda kana Mukuru. Hadi sasa hivi umenipata kwa Mukuru. Namfanyia 1 2 3 masaa ya mbele. Niende kwangu. Na mbona umekubali kushare story yako? Mimi nimekubali kushare story yangu juu nimepatana na beste yangu. Akaniambia ana huko na story ya kuongea. Na mimi nilitoanga story yangu. Unajua maisha tumepitia. Sawa? Sisi tujui kama ujibonge. Waambie. Sisi kufungua hivi. Kufungua hivi roho kwa kila mtu akusikia vile ni vizuri. Ni kuharibu jina. Sawa? Lakini mimi ndo najijua na shida zangu na kila kitu. Ni kweli. Sawa? Ndio maana ni mama kufungua nini? Kufungua roho. Ni kweli. Roho safi. Lau umefanya jambo la muhimu sana. Kwa sababu ni vizuri uongee kutoka. Kwa hivyo Lau unasema ya kwamba hii story ni refu, uweze ukanipatia yote, kuna mambo mengine ambayo hujanipatia. Ukikuja next lazima nakupea. Kwa hivyo kuna part 2. Story ni moto. Kwa hivyo kuna part 2. Hata huku nje anahangaika. Story ni refu. Na si mimi pekee. Wale nakuletea wengine. Watu wako na story refu sana. Sasa hebu niambie, ungetaka kusaidiwa namna gani? Najua kuna mtazamaji atapata hii hadithi yako, na wewe ni msichana mdogo sana Lau. Unaona wewe ni msichana mdogo na ufai kupitia yale mambo umepitia. Ungetaka mtazamaji akusaidie namna gani? Mimi ningepata tu usaidizi ya kazi. Help tu ya mboka yote tu itajipa. Kunilipia tu rent. Kunisaidia tu yani kusukumana na hii maisha. Mtanitolea ile kidogo kulipa rent. Mimi nitanifungulia biashara nijimalizishie nijiendeleshe. Ni tu tanisaidia kulipa rent, kusaidia mtoi wangu, kusaidia Mukuru na pande nyingine. Kwa biashara yenye unafikiria kufungua ni kama gani? Mimi nafikiria kufungua cosmetic ama kazi ya chipo, kazi yenye najua hadi nikikaa hivi kwa siku inaweza nipea do. Tuchipo hivi ama tu viatu. Na sasa viatu. Sasa Lau, kama kuna mtu anaweza taka kukufikia, anaweza akakufikia namna gani? Na namba yangu tu. Wapatie namba yako. 07 23 732 609. Rudia tena. 07 23 732 609. Italeta majina gani? Italeta Sylvia Andai. Sylvia Andai. Sylvia. Wow, mtazamaji, umesikiza hadithi ya Sylvia. Msichana mdogo hivi, mrembo hivi, amepitia hayo mambo yote, na hakika sio mambo rahisi, ni mambo magumu ambayo amepitia.
na kwa sababu ninajua kwamba hapa kuna watu wanaweza kashika huyu mtoto mkono, watembee na yeye na hata wakamfungulia kwa biashara anataka kufungua. Kama umeguzwa na Mungu, kama Mungu anaweza akakunenea tu, ukumbuke huyu msichana, umfungulie kazi. Nambari yake ya simu iko pale, nitaiweka mahali pale. Msichana kama wakafanya kazi ya ukahaba, ni kazi mbaya sana. Unasikia mpaka kuna mahali alienda wakaintroduce kulala na umbwa, msichana mdogo hivi. Hakika amepitia changamoto mingi na anafanya hayo mambo yote kwa sababu anasema kwamba Kenya hakuna kazi. Kwa hivyo angepata kazi ya kufanya, ako tayari kufanya kazi. Kwa hivyo ni ombi langu, kama uko pale unaweza ukasaidia huyu msichana, nitaweka namba ya Sylvia pale, umfikie, umpigie simu, muongee na yeye, ujue vile utamsaidia. Na tafadhali usipige simu ukitaka kutekea Sylvia advantage. Ako hapa ndio aweze kusaidika, kwa sababu amejitolea kuongea, amejitolea kutoa siri zake zote, yale mambo amepitia, ndio aone kama kuna mtu anaweza kumsaidia. Siku ya leo tutafikisha mahali hapa na tutarudi tena na part 2 ya Sylvia, tujue maisha inampeleka namna gani, na akisaidika nitarudi hapa tu, nitamfuatilia nijue kama maisha yamebadilika, nijue vile kumeenda. Kwa hivyo tutaachia hapo siku ya leo. Usisahau kushare, kusubscribe channel ya Eunice Nyambura N, na ukifanya hivyo Mungu wetu atakubariki. Wacha tufikishe mahali hapo siku ya leo mpaka siku ya kesho tukileta part 2. Shalom, shalom, shalom. Thank you.